Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tutakuwa na somo linaitwa namna ya kutambua kusudi la kuishi. Namna ya kutambua kusudi la kuishi. Tunaposema kusudi, tunazungumzia sababu ya kuwepo kwa kitu. Sababu ya kuwepo kwa kitu. Tulisema kusudi maana yake sababu ya kuwepo kwa kitu. Kwa hiyo tulisema kusudi la kuishi, tunamaanisha kwa nini tunaishi. Namna ya kujua kwa nini tunaishi. Na tusemi tunajifunza kitu kipya kinachoitwa kusudi. Unatambua kusudi kwa sababu hicho kitu tayari kipo, ni kukitambua. Amen. Bwana asifiwe sana. Unajua bahati mbaya ya wengi tunapenda naomba keyboard isipige. Wengi tunapenda wengi tunapenda matukio na hatupendi kwa nini. Wengi tunapenda nini, hatupendi kwa nini. Yaani nikitoa mfano, kwa mfano watu wengi tunasherekea kuzaliwa, birthday. Na mwaka huu watu wamesherekea, mwingine yani yuko excited, labda wiki ijayo ndio birthday yake au mwezi ujao hivyo. Na anajiandaa kwa kutaka kusherekea. Lakini unakuta huyu anayesherekea kuzaliwa hajui kwa nini alizaliwa. Hajui kwa nini alizaliwa. Na ndio tulivyo wengi. Tunapenda nini, na hata kama hatujui hiyo nini ni kwa sababu gani. Lakini Mungu ni kinyume. Mungu yuko interested na kwa nini ya mtu kabla ya nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapoongelea masuala ya kusudi, kimsingi tunaongelea kwa nini tulizaliwa. Kwa nini tuko hapa duniani. Na ninaamini kila mtu ambaye anafikiri kwa utulivu anapaswa kwenye maisha yake kukaa na kujiuliza haya maswali. Hivi kwa nini nipo duniani? Kwa nini nilizaliwa? Kuna faida gani ya mimi kuwepo duniani? Kuna hasara gani nisinge kuwepo? Na ambao hawapo na mimi nipo, tumepishana nini? Kwa nini ninaishi duniani? Bwana asifiwe sana. Ninakumbuka mimi, Mungu alinisaidia, hayo maswali yalianzaga moyoni mwangu nikiwa mdogo sana. Na hii imekuwa ni motive yangu ya kuwafundisha somo hili vijana wadogo wa sekondari. Nimekuwa nafanya hivyo kwa miaka 2 sasa. Kwa sababu mimi haya maswali yalianza moyoni mwangu nikiwa mdogo, umri wa miaka 12, 13. Nikaanza kuwa najiuliza, yanakuja moyoni, sijui yanatokea wapi. Hivi kwa nini ninaishi duniani? Ninaishi kufanya nini? Nina faida gani kuwepo duniani? Kwa mfano nisinge kuwepo duniani, kutakuwa na hasara gani? Dunia itapungukiwa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Muulize jirani yako, hivi kwani wewe usipo kuwepo duniani kuna hasara gani huko duniani? Dunia itapungukiwa nini kwa kutokuwepo kwako? Na huko unafanya nini? Yaani una faida gani ya kuwepo duniani? Bwana asifiwe sana. Ni maswali magumu, lakini mimi naamini kila mtu anapaswa ajiulize, hivi kwa nini naishi duniani? Kuna hasara gani mimi nisinge kuwepo? Dunia itaona imepungukiwa kitu gani kama mimi sipo? Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi hayo maswali yalianza kunisumbua nikiwa mdogo, baadaye nikakua, nikaokoka, yamenisumbua. Baadaye Mungu, nakata tu hiyo story. Baadaye Mungu akaja akanisaidia, nikapata kujua, nikapata mwanga ya kwamba kwa nini ninaishi duniani. Lakini nilipata huo mwanga nikiwa nimeshakuwa mtu mzima. Yaani nilikuwa niko naelekea miaka 30. Ndio nakuja kugundua ninaishi duniani kwa ajili ya kitu gani. Hivi unajua kama hujui kwa nini unaishi duniani, kila kizuri utakuwa unakirukia. Kwa sababu utafikiri kila kizuri ni cha kwako. Yaani ukiona huyu anafanya hiki kitu kizuri unarukia. Baadaye unaona na huyu anafanya kitu kizuri unarukia. Kwa nini? Wewe unafikiri umeumbwa kufanya vyote. Hakuna aliyeumbwa kufanya vyote. Uliumbwa kwa ajili ya kitu cha kwako. Kwa hiyo ni muhimu na ni lazima ujue kwa nini unaishi duniani. Amen. Kama tunataka kuishi kwa utoshelevu duniani, ni lazima tujue kwa nini tunaishi. Vinginevyo hatutaishi kwa utoshelevu na ukamilifu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa baada ya kuwa nimejua kwa sehemu na
nimeanza kuishi kile ambacho nilijua kwamba ninapaswa kukiishi, swali lingine likaanza kunisumbua: ninamsaidiaje mtu mwingine kujua? Kwa sababu mimi nimehangaika na hilo swali zaidi ya miaka 10. Zaidi ya miaka 10 sikupasa kulijua. Kwa hiyo nikaanza kujiuliza, ninamsaidiaje mtu mwingine ili aweze kujua kwa urahisi kwa nini anaishi duniani. Na yenyewe imenichukua muda mrefu kidogo. Baadaye Mungu akaweka akanisaidia kujua namna rahisi kabisa ambayo naamini, na ndicho ambacho nitafanya. Nitafundisha kwa namna ambayo ninaamini ni rahisi sana mtu kujijua ameumbwa kufanya nini duniani. Amen. Kwa baada ya kujua ndipo nikaweka kwenye maandishi kwenye kitabu. Hiki ni kitabu changu cha pili cha kuandika kati ya vitabu 25 ambavyo nimeandika. Kwa hiyo ni vitabu vya mwanzo kabisa ambavyo niliandika, na kwa sehemu nimeelezea, na baada ya hapo ndio Mungu akaweka msukumo na mzigo wa kuwa nafundisha hili somo, na hasa kwa vijana. Na kawa nafanya hivyo, nimeanza kufanya hivyo kwa vijana wa sekondari, ambapo ninaamini mtoto akijua mapema kwa nini anaishi, kuna vitu vingi sana tutakuwa tumemsaidia. Amen. Kwa hiyo ninamwamini Mungu wakati tunaendelea kujifunza, kuna watu Mungu atawasaidia kujua. Kuna wengine inawezekana amekuwa anakiishi kile ambacho ni kweli ni kusudi lake, lakini kwa sababu hana uhakika. Unajua, kama unafanya kitu cha kwako kweli lakini huna uhakika, hautakifanya kwa ubora na kwa bidii. Utakuwa unafanya kwa kupapasa papasa. Lakini ukiwa una uhakika hiki ni cha kwako, utakifanya kwa nguvu sana. Amen. Lakini pia itakuwa ni rahisi kufocus, kwa sababu watu wengi wanashindwa kufocus kwenye kimoja kile ambacho ameitwa kufanya, kwa sababu hana uhakika sana kama ndio chenyewe. Kwa hiyo anajikuta amehamia na kwa huyu, amehamia na kwa huyu, badala ya kushika kile ambacho Mungu amemuumba kukifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwenye hizi siku ngapi ambazo tutakuwa nazo, vipindi ambavyo tutakuwa navyo, nitakuwa ninaelezea kwa nini namna ya kutambua kusudi la kuishi. Na naposema kusudi, ni sababu ya kuwepo kwa kitu. Amen. Kama msingi na utangulizi, nataka nielezee mambo 12. Yanaweza nisiyataje yote kwa sababu ya muda, kwa maana lakini kuna baadhi ya mambo ambayo ni ya muhimu kufahamu kuhusiana na kusudi, ambayo ninaamini mtu akiyafahamu yatageuza kabisa mtazamo wake kwenye ile eneo la kusudi. Mambo kadhaa ya muhimu kufahamu kuhusu kusudi la kuishi, ambayo yatamsaidia mtu kugeuza ufahamu wake na mtazamo wake kwenye hili eneo. Amen. Jambo la kwanza la kufahamu kuhusu kusudi. Namba 1, kusudi lako lilitengenezwa kabla yako. Kusudi lako lilikuwepo kabla yako. Au kwanza wewe, lilianza kusudi. Sikuanza mimi. Unajua watu wengi wanafikiriaga walianzia siku walipozaliwa. Si kweli. Haujaanzia siku ulipozaliwa. Ulikuwepo kabla ya siku ya kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa nini yako upo? Kwa nini ulikuwepo? Ilikuwepo kabla hujazaliwa. Siku zote kusudi la jambo huwa linaanza kabla ya jambo lenyewe. Amen. Kwa mfano, unaona huu mkutaniko huu hapa. Leo huu mkutaniko umeanza, umefunguliwa. Watu wameanza kuingia jana. Lakini nakuhakikishia kusudi la huu mkutaniko lilikuwepo kabla kabisa ya mkutaniko wenyewe. Kwa sababu siku zote kusudi la jambo huwa linaanza kabla ya jambo lenyewe. Unaona hili jengo au hapa mahali tumekaa, kusudi lilikuwepo kabla ya hapa palivyojengwa. Palipojengwa hivi, pamejengwa kwa namna ambayo itawezesha kusudi. Bwana asifiwe sana. Jaribu kufikiri, siku zote watu waanzi na kujenga ndipo wafikirie kusudi. Huwa wanaanza na kusudi ndipo wafikirie jengo. Kwa pamoja na kwamba tunaliona jengo, huwa alianzi jengo kwanza. Huwa linaanza kusudi la jengo, alafu baada ya hapo ndipo jengo linajengwa sawa sawa na nini? Na kusudi.
Kwa sababu yako majengo aina nyingi. Kanisa ni jengo, hospitali ni jengo, choo ni jengo, shule ni jengo. Sijaribu kufikiri mtu anajenga alafu anaanza kufikiria hivi hapa nifanyie nini? Hii itakuwa choo. Wakati ameshajenga ukumbi. Huyo mtu hawezi kuwa na akili timamu. Sasa kuna watu wanafikiria hivyo. Yaani anafikiri Mungu alisubiri akazaliwa afu akakaangalia kamekuja duniani nitakafanyia nini? Ngoja kakuekue, kamalize la 7. Nitakafanyia nini? Ngoja kakuekue. Kaende angalau umri wa ujana. Afu baadaye ndio akatafanya hivi. Kweli mwanadamu hawezi kujenga bila kusudi. Afu Mungu amlete mtu bila kusudi. Haiwezekani. Kabla hujakuwepo duniani, kusudi lako lilikuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana tunasema kutambua sio kitu kipya. Kusudi sio kitu kipya, ni kitu ambacho tu unakitambua. Ni kama dhahabu au madini. Au semagi madini yameanza. Wanagundua madini kwa sababu yalikuwepo hata kabla hawajayajua. Na ndivyo lilivyo kusudi. Lilikuwepo hata kama ulijui. Kwa hiyo unahitaji tu kupata ufahamu na kulitambua kusudi. Amen. Kwa kusudi lako lilitengenezwa kabla yako. Kusudi lako na la kwangu lilitengenezwa kabla yangu, kabla yako. Maandiko yanasema, nataka tuangalie kwenye maandiko hapo. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 na 27. Mwanzo 1:26 na 27. Biblia inasema Mungu akasema. Haya ni mazungumzo ya Mungu. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Unajua ukiangalia Mwanzo sura ya 1 na Mwanzo sura ya 2, unaona kuna mtu imetajwa mara 3, mtu. Na kila mtu ni tofauti ilivyotajwa. Hii ya kwanza anasema na tumfanye mtu. Unaona mtu ya kwanza inatajwa. Mtu iliyotajwa hapa ni mtu roho, sio mtu mwili. Baadaye unaona tena kwenye sura ya 2 anasema Mungu akamfinyanga mtu kwa mavumbi. Yule ni mtu mwili, udongo, mtu mwili. Baadaye unaona anasema Mungu akapuliza pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Yule ni mtu kamili, mtu roho mwenye nafsi ambaye anaishi ndani ya mwili. Amen. Kwa hii mtu inayoongelewa hapa ya kwanza ni mtu roho, sio mtu mwili. Amen. Mwili haujaumbwa kabisa hapa. Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu. Mungu hana mwili wa kibinadamu hivi. Mungu ni roho. Kwa aliyeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu ni nani? Ni roho. Kwa sisi wote hapa ndani yetu, roho zetu zimeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Na hapa Mungu hajaongelea kwanza, anamzungumzia huyo mtu ambaye atafanywa kabla hajamfanya. Anasema na tumfanye mtu aweje? Awe na mfano na sura yetu. Alafu anasema kwa kusudi lipi? Angalia lugha iliyotumika hapa. Wakatawale, sio akatawale. Wakatawale. Hajatumia lugha ya mmoja. Kwa hajafanywa mtu mmoja, wamefanywa watu wote. Ili andiko linathibitisha wote tuliumbwa siku moja kwenye ulimwengu wa roho. Hakuna aliyeumbwa baada ya mwingine. Siku Adamu anaumbwa rohoni na mimi ndio niliumbwa hapo hapo. Alafu anasema wakatawale. Kwa huyu mtu aliyeumbwa kwa mfano. Kwa usije ukafikiri Mungu kila siku anaendelea kuumba mtu. Aliumba akamaliza na aliumba wote. Na akasema ninawaumba kwa kusudi lipi? Wakatawale. Hao watu wakatawale nini? Ndege, samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Hapa ni mtu hajaumbwa, kusudi la mtu linatajwa, kutawala. Na ujue wote hapa, kila unachokifanya ni mtawala. Kuna wanaotawala masuala ya tiba, au ni madaktari. Kuna wanaotawala masuala ya fedha, wahasibu. Kuna wanaotawala kwenye eneo la huduma, kwenye eneo fulani, wainjilisti, waalimu, wachungaji. Kuna wanaotawala kwenye masuala ya sheria. Au wote
wote ni watawala. Kuna wanaotawala kwenye maeneo ya kilimo. Kwa hiyo ukiangalia vizuri unagundua hapa ndipo kila kusudi la mwanadamu lilikuwa linaumbwa. Amen. Biblia inasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu. Kwa ajili ya nini? Wakatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Kwa hiyo unagundua Mungu alikuwa anaumba mtawala mwenzie huku duniani ambaye anaitwa mwanadamu. Moja, kwa nini Mungu aliumba dunia na kumweka mwanadamu? Ni kuendeleza utawala wake duniani. Maana yake huyu mtu atawale duniani sawa sawa na Mungu anavyotawala mbinguni, kwa maelekezo ya mbingu ndani ya huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa unaona kwenye mstari wa 27 Biblia inasema Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake. Hapa ndio uumbaji unakamilika. Na kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke. Kwa hapa unaona wote tuliumbwa kabla ya wakati Adamu anaumbwa. Amen. Na ndani ya kila mtu likawekwa kusudi. Kwa huyu akaumbwa kutawala eneo fulani, na huyu ndani ya roho yake alipoumba akamaliza kabisa. Kwa swala la kusudi ni swala ambalo liko ndani ya roho ya mtu kwanza kabla ya mwili. Na ndani yake kukawa na huo uwezo wote wa kutawala, na kimsingi na maagizo yote ya kiutawala kwenye eneo husika yakawekwa ndani ya huyo mtu, ndani ya hiyo roho. Bwana asifiwe sana. Naeleweka vizuri watu wa Mungu? Ukienda kwenye sura ya 2, baada ya uumbaji wa roho zote za wanadamu na makusudi yao ndani yao, wakahifadhiwa mahali kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana wanawaambia watu, ukifika mbinguni hauna mtu atakuelekeza mitaa. Roho yako inajua, kwa sababu roho yako imetokea huko. Unajua watu wengi wanafikiri yeye ni alianzia tumboni. Hujaanzia tumboni. Ulianzia mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wakati Mungu anamuelezea, maandiko yanavyomuelezea Yohana, Biblia inasema alitokea mtu kutokea mbinguni, sio kutokea tumboni. Kwa mimi na wewe sio zao la mbegu ya mwanaume na yai la mama. Sisi ni zao la mbingu. Mwanadamu sio matokeo ya mbegu na yai. Mwanadamu sio matokeo ya mbegu na yai. Mwanadamu ni matokeo ya mbegu na yai pamoja na roho, ambayo roho inashuka kutoka mbinguni. Nikieleza vizuri utanielewa. Baada ya roho ya mwanadamu kuumbwa, sura ya 2 unaona Biblia inasema Mungu akafinyanga mtu kwa mavumbi ya ardhi. Kwa hiyo umeshaona kuna mtu ya kwanza imeshakamilika kabisa, ameshamuumba, amemaliza. Kwa sababu hapa anasema kwa mfano wa Mungu, Mungu alimuumba mwanamke na mwanamume, na ndani yao akaweka kusudi, akaweka uwezo wa kutawala, akawa amemaliza. Sura ya 2 unaona anachukua udongo, anaanza kuufinyanga. Kwa hiyo unaona mtu mwili anajengwa, mtu mwili anatengenezwa, mtu udongo anatengenezwa. Kwa hiyo unaona anachukua udongo anaufinyanga. Alafu Biblia inasema Mungu akapuliza pumzi ya uhai. Maana yake akaichukua ile roho baada ya kuwa amefinyanga udongo. Na usije ukafikiri Mungu mimi ninaamini Mungu wakati anafinyanga udongo hajafinyanga kila kitu. Aliweka structure tu hapo. Aliweka tu structure la udongo. Kila kitu kilikuwa kimewekwa kwenye roho. Kwa kwenye roho ndio kulikuwa ndani yake kuna uwezesho au nguvu ya kugeuza udongo kuwa figo, kugeuza udongo kuwa damu, kugeuza udongo kutengeneza ilikuwa imo kwenye roho hiyo kitu. Haiko mwilini, haiko kwenye udongo, iko ndani ya roho. Ninaeleweka vizuri watu wa Mungu? Kwa baada ya kuwa amefinyanga udongo pale chini, Biblia inasema Mungu akapuliza pumzi ya uhai. Maana yake akaichukua ile roho ambayo tayari ameshaitengeneza, ambayo ndani yake tayari ina kusudi, akaipulizia, akaihamishia ndani ya udongo. Roho ilipoingia kwenye udongo,
kwa sababu roho ndio inabeba kila kitu kuhusiana na mtu. Ndio maana mtu ambaye anajali mwili kuliko roho, huyu mtu anakosea maisha, kwa sababu roho ndio inabeba kila kitu kuhusiana na maisha yako. Kila kitu kuhusiana na wewe ni roho yako. Unajua, unaweza ukaona nimenyoosha mkono hivi ukafikiri ulionyoosha mkono ni mkono. Sio mwili kwanza, ni roho yangu ndio imesababisha mkono unyooke. Unaweza ukaona mtu anatembea hivi ukafikiri anatembea kwa sababu miguu ni mizima. Sio kwa sababu miguu ni mizima kwanza, ni kwa sababu ana roho ndani ndio inamwezesha kutembea hivi. Na ndio maana roho inaweza ikiondoka, miguu ipo haiwezi kutembea, macho yapo hayawezi kuona. Kumbe kinachowezesha kuona sio macho, ni ile roho iliyoko ndani. Na ukitaka kuamini ninachokwambia, roho ikiondoka leo, unagundua haya macho yako hivi kwa sababu ya roho iliyoko ndani, iliyopulizwa ndani. Ndio maana hata leo roho ikiondoka, baada ya muda macho haya yanaanza kuwa udongo, kwa sababu haya ni udongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ile roho wakati inakuja kwenye mwili, ikiwa imebeba structure ya mwili, ikiwa imebeba kila kitu kuhusiana na ule mwili, imebeba namna mwili utakavyofanya kazi. Ndio maana mtu ambaye ataupata huu ufahamu anapaswa kuamini kuishi mpaka mwisho wa kusudi lake. Hapaswi kuamini kukatizwa maisha. Kwa sababu unagundua uhai wako na uhai wangu hauko kwenye uzima wa mwili wangu. Uhai wangu hauko kwenye uzima wa figo zangu. Uhai wangu hauko kwenye moyo wangu. Uhai wangu uko kwenye roho yangu. Kwa nikijua uhai wangu uko kwenye roho yangu, hata ikitokea wananiambia kuna kitu kwenye mwili wangu hakifanyi kazi vizuri, nina uhai kwenye roho yangu. Uhai kwenye roho yangu inaweza ikapeleka uhai kwenye mwili wangu. Na si ndivyo maandiko yanavyosema? Yanasema ikiwa Kristo, roho aliyemfua Kristo anakaa ndani yenu, anaweza kuiuisha, kuifufua na miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Bwana asifiwe sana. Uko ulivyo kwa sababu ya roho. Mwili unafanya kazi, una move kwa sababu ya roho. Kama roho iliweza kuamsha udongo, kugeuza udongo kuwa nyama, vipi roho inashindwa kugeuza figo zilizokufa kuwa hai? Inaweza, kwa sababu ni roho ile ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa roho ya mwanadamu Adamu ikatumwa kwenye udongo, akapuliziwa pumzi, udongo ukageuka kuwa mtu. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kusudi. Kwa ile roho wakati inatumwa ilikuwa imebebeshwa maagizo. Ninakutuma duniani, nenda kafanye 1, 2, 3, nenda katawale. Na ndio maana unaona baada tu ya Adamu kuinuka, Adamu automatically hakufundishwa na mtu, ndani yake kupitia roho iliyoko ndani yake akaanza kuishi, akaanza kutawala. Akaanza kutawala wanyama, akaanza kutawala viumbe, akaanza kutawala kila kitu kilichokuwepo, na hajapita shule yoyote ya management ya utawala. Kwa nini? Hiki kitu kilikuwepo ndani ya roho. Na ndivyo ilivyo kwa kila mtu. Ndani ya roho yake kuko na uwezo, kuko na nguvu ya kutawala kwenye eneo lake ambao ni eneo la kusudi. Amen. Bwana asifiwe sana. Baada ya Mungu kuwa amemuumba Adamu amekamilika. Tunafahamu mchakato, Hawa akaumbwa pia. Kwa ukawa na mume na mke. Mungu akaona asiendelee na ile kazi ya kila siku kufinyanga udongo. Akaweka uwezo ndani yao ya kwamba Adamu atoe mbegu, Hawa atoe yai. Vikikutana hivi viwili, sio vitengeneze mtu, vitengeneze udongo mwingine. Maana yake wawe na uwezo wa kutengeneza udongo mwingine. Alafu Mungu akiuangalia ule udongo akaona unafaa, inatumwa roho nyingine. Kwa wewe na mimi sio matokeo ya mbegu na yai. Kuna mikutaniko mingi ya mbegu na yai ambayo haitoi watu. Mingi sana. Ili mtu atokee, lazima kuwe na mbegu na yai zilizokutana, zikasababisha udongo. Alafu mbingu zikatazama, zikasema ule udongo unafaa kubeba mtu. Ndipo mtu anatumwa kutoka mbinguni, anaambiwa nenda duniani, kuna udongo umeshatengenezwa kule, nenda kaingie. Alafu ukiingia kafanye 1, 2, 3. Wale ambao wanafahamu kidogo biolojia, ukifuatilia mimba au mkutaniko wa udongo wa mbegu na yai, mimba ya siku moja, utakachokiona hauwezi amini kama kuna siku atatokea mtu kama mimi.
ya wiki moja, ukiletewa vile vitu utaona ni mavitu ya ajabu, ni kama likitu lisiloeleweka. Kwa nini hilo lisiloeleweka leo linakuwa mtu aliyesimama hivi? Sio kwa sababu ya lile ni udongo, lakini kuna roho ilikuja ndio ikasababisha mikono ikatokea, macho yakatokea, mdomo ukatokea, na akatokea mtu kama wewe na kama mimi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mimi na wewe sio product ya mbegu na yai. Mimi na wewe ni matokeo, mbegu na yai vilivyotengeneza udongo, na Mungu akapuliza pumzi nyingine kwenye ule udongo, na ndio maana ule udongo ukawa hai. Amen. Wao nawaambia vijana, moja ya kitu kigumu na kibaya ni kutoa mimba. Moja ya kitu kibaya sana ni kutoa mimba. Kwa sababu watu wengi anafikiri anavyotoa mimba anaharibu madamdamu. Si kweli. Ili itwe mimba ni muunganiko wa mbegu na yai pamoja na roho. Kwa ghafla baada ya kuonekana udongo, roho huwa inatumwa kutoka mbinguni. Na roho ikitumwa toka mbinguni huwa inatumwa na maagizo na maelekezo, kwamba nenda duniani kuna upungufu wa kitu fulani. Mungu hana haja ya kutujaza duniani bila sababu. Kuna sababu gani? Wako watu bilioni 7. Kwa nini aje mwingine? Hana haja ya kutujaza duniani. Kama tungekuwa tunakuja bila sababu, hatuna haja ya kuja duniani. Kufanya nini? Kwa mbingu zinaangalia duniani, zinaona kuna upungufu, kuna kitu kinahitaji kufanyika. Na walioko duniani kila mmoja ana cha kwake, hawezi kukifanya hiki kwa namna ambayo ilitakiwa kufanyika. Mbingu zinaiagiza roho nyingine, nenda duniani kafanye 1, 2, 3. Ile roho inapokuja duniani hakunaga roho mtoto, inakuja ikiwa kamili. Mwili ndio unakuwa bado, lakini roho inakuja ikiwa kamili na ikiwa imebeba kila kitu, iko full package. Imebeba mpaka namna mtu anavyotakiwa kuwa kutokana na kusudi lake, namna mwili wake unavyotakiwa kuwa, namna structure yake, kwa sababu kuna watu wengine kusudi lake linaungana na structure ya mwili wake. Yaani muonekano wake unaendana na kusudi alilobeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wale mnaobadilishaga mionekano unaweza ukapishana na kusudi lako. Leo muonekano wako unaendana na kusudi lako. Muonekano wa mtu unaendana na nini? Na kusudi lake. Ninaelewa kwamba shetani anaweza akaharibu maisha ya mtu ndani ya tumbo la mtu, akaweka ulemavu, akaweka, lakini kama hakutatokea uharibifu, lile kusudi lilobebwa kwenye roho huwa linakuwa linabeba mpaka structure, mpaka muonekano wa mtu, kwa sababu hivi vitu vyote vinahusiana na kile mtu ameumbwa kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine mpaka namna ya kuongea. Mimi nilipataga shida sana namna ninavyoongea. Unajua mimi nimeimprove kidogo kuongea sasa hivi. Yaani sasa hivi ndio kidogo naongea haraka haraka. Yaani mimi nilikuwa ukinisikiliza unasema huyu naye si akae tu kimya. Ndio walikuwa watu wa aina hiyo. Yaani ni ile taratibu. Kwa hiyo nilianza kusikia wito ndani, na mimi nimekulia kwenye kanisa ambalo ni la wainjilisti. Unajua wainjilisti wanavyoongea? Yaani sasa mimi nasikia wito, nasema hivi, mtu kama mimi naongeaje sasa? Kuongea tu kwenyewe tabu. Bwana asifiwe sana. Kumbe kile nilichobeba kinahitaji uongeaji huu. Sasa ningekuwa naongea kama cherehani hapo, alafu maelezo mengi hivi, ingekuwa tabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna ili kusudi linaweza likabeba mpaka vitu vya nje vya mtu. Mpaka vitu vya nje vya mtu. Kwa mtu likisha roho inapokuja ndani ya roho inaposhuka ndani ya mtu, inakuwa imebeba kila kitu, package yote. Sasa jaribu kufikiri, huyu mtu ametungwa mimba, mama na baba au mama mwenyewe anasema bahati mbaya. Sasa mimi sitaki kuhalalisha kilichopelekea mimba kutungwa. Hicho hakihusiani kabisa na aliyeingia tumboni, bila kujali kilichopelekea ni kipi. Lakini maadamu roho imeshakuja, maana yake hiyo roho imebeba kusudi. Kwa mtu anayeharibu mimba, anayetoa mimba, maana yake nini? Maana yake anauharibu mwili. Kimsingi anachoharibu ni ule udongo, anauharibu.
Kwa sababu kuna kiwango cha uharibifu wa mwili kikitokea, roho haiwezi kukaa kwenye mwili. Ndio maana sio hekima kuishi maisha ambayo yana uharibu mwili. Kula ovyo, kutotunza mwili sio hekima wala sio imani. Kwa sababu kuna kiwango ukiharibu mwili, roho haiwezi kukaa hewani. Roho inakaa kwenye mwili duniani. Kwa kuna kiwango cha uharibifu kikitokea kwenye mwili, roho inabidi iondoke. Na si kwamba imeondoka kwa kupenda, imelazimishwa kuondoka. Bwana asifiwe sana. Na ndivyo alivyo mtu ambaye anafanya abortion, anatoa mimba. Maana yake anailazimisha, anauharibu mwili, roho inaondoka. Haribu roho, mwili unaharibika, roho inaondoka. Sasa jaribu kufikiri ile roho ilitumwa duniani. Nenda kafanya hivi. Wewe ninakuandaa, utakuwa mtu fulani serikalini, utasaidia watu wangu, utaokoa watu wangu, au mtu kama Musa vile. Roho inatumwa kwa kiwango kile cha Musa, kwamba wewe utaokoa taifa la Israeli, utafanya 1 2 3. Alafu mama anafanya majadiliano na baba, wanaamua kuharibu mimba. Ile roho inarudi inafanya nini? Inarudi inapiga kelele. Ndio maana maandiko yanasema damu huwa inalia. Inarudi inapiga kelele kwamba nilitumwa kufanya hivi, nimeharibiwa, nimekatizwa maisha. Bwana asifiwe sana. Na tutaka uone nini? Mimi na wewe sio zao tu la mbegu na yai. Ni roho ilitumwa kutoka mbinguni, na ilikuja ikiwa imebeba kusudi lote. Na ndio maana ukifuatilia vizuri, kuna vitu ambavyo ulikuwa unasikia kuvifanya tangu ukiwa mdogo. Yaani tangu unakuwa tu hivi. Ni vile tu wakati mwingine hatuna mifumo ambayo inaweza kuendeleza vile vitu watoto wanavyokuwa navyo. Lakini kuna mwingine unaona kabisa tangu mdogo ana uelekeo fulani. Na ni kitu hajafundishwa, hajaona kwa mtu, lakini roho yake. Kwa nini? Roho inakuwa imekibeba kile kitu. Kinamsumbua. Kuna wengine wanafanikiwa kuendelea kukifanya, wengine kinazimwa na wazazi, wengine kinazimwa na elimu, wengine kinazimwa na aina fulani ya maisha. Lakini mara zote kila aliyezaliwa, roho yake inakuwa imebeba lile kusudi lake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitaka kuelewa, twende kwenye Yeremia sura ya 1. Yeremia sura ya 1 mstari wa 4 na wa 5. Biblia inasema hivi: kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Mungu anaanza anamwambia Yeremia, kabla sijakuumba tumboni nilikujua. Sasa huwezi kukijua kitu ambacho hakipo, si ndio? Unakijua kitu ambacho kipo. Kwa lugha rahisi hapa ni kwamba Yeremia, ulikuwepo kabla ya tumboni. Ulikuwepo. Maana yake nilikuwa nimeshakuumba kabla, na nilikuwa nimeshajua utakuja kufanya nini. Anasema kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, kabla hujatoka tumboni nalikutakaswa. Kutakaswa ni kutengwa kwa ajili ya kazi maalum. Maana yake kabla sijakuumba tumboni, mimi tayari nilikuwa nakujua, ulikuwepo mahali. Tunachopishana na Adamu ni wakati wa kuja duniani. Wote tuliumbwa siku moja roho zetu. Ila tunachopishana ni wakati wa kuja duniani. Na nini kinafanya tuje duniani kwa wakati fulani? Ni majukumu ambayo tuko nayo. Yaani kile ambacho nimebeba mimi kilikuwa kinahitaji nije duniani msimu huu, na sio miaka 200 iliyopita. Hiyo miaka 200 iliyopita kuna watu ambao ulikuwa ndio msimu wao. Na tunavyoendelea, ndio maana ukifuatilia vizuri kwenye vizazi kuna tofauti kubwa sana. Yaani sio tu ya kiteknolojia na nini. Kwa mfano fuatilia vizuri watoto wanaozaliwa misimu hii. Alafu jaribu kufikiria na sisi tulivyokuwa wadogo. Ni tofauti kabisa. Na sio tu tofauti ya kimazingira. Kuanzia mtoto mdogo anavyokuwa kwenye msimu huu, mtoto wa miaka 3, 4, 5, na sisi miaka yetu 3, 4, 5 ni tofauti kabisa. Kwa nini? Kwa sababu zama au nyakati ndio zinadai watu wa aina gani wazaliwe, na nyakati ndio zinadai watu wa kusudi gani wazaliwe. Bwana asifiwe sana. Kwa wao walikuja wakati ule, na sisi tumekuja sasa hivi kwa sababu ya kusudi. Tukimaliza makusudi yetu, kuna kizazi kingine kitakuja kwa sababu ya kusudi. Bwana Yesu asifiwe sana.
Ninaeleweka vizuri watu wa Mungu? Biblia inasema ya kwamba kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Maana yake nilikutenga kwa kazi maalum. Nimeshakuandaa kabla hujatoka tumboni, nimeshakuandaa kwa kazi maalum. Kwa maana yake ukija duniani huhitaji kuhangaika nitafanya nini. Tayari hicho cha kufanya Mungu alishakiandaa. Ulishatengwa kufanya ambacho unatakiwa kufanya. Unachohitaji ni kukijua hicho ambacho unatakiwa kufanya na kuanza kukifanya. Amen. Alafu anasema nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Kwa Yeremia hakuwa nabii baada ya kuzaliwa. Alikuwa nabii kabla. Tayari ndani yake alikuwa ni nabii. Kwa alipozaliwa alihitaji tu kugundua alafu na kuanza kutumikia kwenye eneo lake. Nimekuweka kuwa nabii. Na hivi ndivyo ilivyo kwa kila mtu. Wewe sio surprise kwa Mungu. Wewe sio bahati mbaya kwa Mungu. Mungu kabla sijakuwepo alikuwa anajua. Na nipo anajua. Na anajua ninatakiwa kufanya nini. Amen? Kwa sababu kusudi langu lilikuwepo kabla yangu. Na kusudi lako lilikuwepo kabla yako. Amen? Bwana Yesu asifiwe sana. Maanake Mungu alikuwa na maono ya kufanya kitu duniani. Kuna jambo alikuwa anatamani alifanye. Na akaangalia dunia yote kwa waliokuwepo. Akaona hakuna mtu ambaye anaweza kulifanya hilo kwa namna ambayo anatakiwa kulifanya. Ndipo akaamua kuchukua roho nyingine kuileta huku duniani. Vinginevyo hakukuwa na sababu ya mimi na wewe kuja duniani. Hakukuwa na sababu kama hakuna kusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna hatuko, unajua hakuna kampuni yoyote inaajiri watu wawili wanaofanya kitu kimoja kile kimoja. Ukiona wawili ujue kila mmoja ana majukumu yake. Kwa kama watu wenye makampuni hawezi kufanya hivyo, wana kitu kinaitwa redundancy. Kwa nini Mungu unafikiri alikuumba uigane na mtu? Kila mtu Mungu alimuumba kipekee na alimuumba kwa kusudi maalum. Amen. Kwa tafuta kujua umeumbwa kufanya nini, anza kulifanya hilo na hilo ndio liwe eneo lako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Umenielewa vizuri pointi ya kwanza? Twende namba 2. Pointi ya pili. Thamani ya maisha yako iko kwenye kujua kwa nini uko duniani. Thamani ya maisha yako iko kwenye kujua kwa nini uko duniani. Iko kwenye kujua kusudi lako. Thamani ya maisha yako iko kwenye kujua kwa nini uko duniani. Hauwezi kukiheshimu kitu ipasavyo kama haujajua thamani yake. Kwa hiyo huwezi kuyatendea maisha haki. Huwezi kuyaheshimu maisha uliopewa na Mungu kama haujui thamani yake. Na ili ujue thamani ya kitu ni lazima ujue kusudi lake. Chochote ambacho hujui kusudi lake haujui thamani yake. Kwa hiyo utaishi au utakitumia chini ya kiwango. Kila ambacho utajua thamani yake itakuwa ni rahisi sana. Kila ambacho utajua kusudi lake itakuwa ni rahisi sana kukipa thamani yake. Unajua kwa nini watu wengi hawayapi maisha yao thamani? Kwa sababu hawajui kusudi la maisha yao. Bwana asifiwe sana. Ndio maana kuna watu wanayarahisi sana maisha. Rahisi sana. Wanayarahisi sana. Kwenye makundi huko ya wanafunzi, inawezekana nao mwahi kusikia. Kuna watu huwa wanamsemo wanasema hivi. Wanazungumza, yaani mimi ukinipa milioni 2 au ukinipa milioni 5, mimi naweza kutembea bila nguo. Mwahi kusikia mtu anasema hivi? Anataja kiasi fulani, alafu anasema mimi ukinipa milioni 5, mimi naweza kutembea bila nguo kwa lisali moja. Milioni 5 yote. Mwingine anasema 5 yote hiyo mimi nipe 2 tu. 2 tu. Simeshasikia watu wanasema hivi. Unajua kwa nini mtu anasema hivi? Kwa sababu hajui thamani yake. Kwa hiyo anafikiri thamani yake ni shilingi ngapi? Milioni 5 au milioni 2.
Huyo mtu Mungu akifunua macho yake akaona kile alichobeba. Jaribu kufikiri huyu mtu anayesema hivi, ukinipa 5 mimi natembea bila nguo. Ghafla Mungu akampa kujua kwamba miaka 5 ijayo yeye ndio rais wa Tanzania. Akajua wazi kabisa yeye ndio rais wa Tanzania. Japo hana kitu mfukoni, lakini amejua yeye ndio rais wa Tanzania. Alafu unamwambia sasa, hii hapa milioni 5, tembea bila nguo. Atakubali? Tukimpa 10 atakubali? 50 atakubali? 100 atakubali? Nini kinafanya asikubali? Amejua kile alichobeba. Kwa unajua kuna kukimbizana kwingi sana, kuhimizana kwingi sana, kurekebishana kwingi sana, na sheria nyingi sana tunawekewa kwa sababu hatujui tulichobeba. Ni hivyo tu. Yaani ukiona mtu hata kanisani unamuhimiza fanya hivi. Yaani kuna wengine wanawapa wachungaji kazi. Mchungaji anapambana, anamrudisha sawa, amechomoka. Unajua sababu? Ajui alichobeba. Ajui tu kusudi. Ajui kwa nini anaishi duniani. Kuna vitu vingi sana vitakaa mahali pake tukipata ufahamu kwa nini tunaishi. Hivi unajua hautakuwa unahimizwa hata kusoma Biblia. Hautakuwa unahimizwa ratiba. Hivi unajua kuna mtu anaweza kama masaa 4 anaangalia TV. Masaa 4 anaangalia TV. Kwa nini? Hajui alichobeba. Kwa sababu ukijua ulichobeba, kwa mfano mimi najua nilichobeba, na kaaje masaa 3 kwenye TV. Yaani hiki nilichobeba, uhitaji kuniambia unaangalia TV masaa yote hayo. Uhitaji kuniambia. Nilichobeba kitaniambia unakaaje masaa 2 mazima kwenye TV. Unakaaje unacheza game. Kila ulichobeba ndio kinakuamulia maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukijua ulichobeba utaanza kuyathamini maisha. Watu wengi hawayathamini maisha. Kwa sababu gani? Hawajui alichobeba. Anafikiri anaishi ale, anasubiri afe. Unajua kuna watu wanaishi wanasubiri kufa. Ndio maana kila akipanda basi anaanza kujitakasa. Hatujui yajayo. Bwana Yesu, hatujui yajayo. Lolote linaweza kutokea. In case, naomba unirehemu kabisa. Unipokee kwenye mikono yako. Mimi hayo maombi huwezi nisikia nikaomba. Kwa sababu mimi siwezi kufa kwa namna hiyo. Mimi siwezi kufa kwa namna hiyo. Kwa sababu najua nilicho nacho kinatakiwa kifike mahali. Hakitakiwi kukatizwa. Sasa kuna watu wanatembea kama tu marehemu mtarajiwa. Leo kwangu, kesho kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu vingi tunaishi chini ya kiwango kwa sababu hatujui thamani tulizo nazo kwa kile tulichobeba. Kuna mfano wa almasi. Huko wanakochimba almasi zamani, walikuwa wale Wasukuma wa kule walikuwa wanacheza bao na almasi. Yaani ule mchezo wa bao ndio almasi ndio wanatumia kuchezea bao. Almasi wanachezea bao. Baadaye akaja mzungu akawa anawaletea gololi. Zinang'ang'aa hivi za machupa chupa. Wakawa wanatoa almasi, wanapokea gololi. Wenyewe wanaona yani ndio gololi ndio wamepata. Baadaye wakagundua kumbe kile wanachotoa ndio cha thamani kuliko wanachopokea. Leo hii hawezi kukuta Msukuma anachezea bao almasi. Haiwezekani. Kwa nini? Kilichobadilika ni nini? Almasi ni ile ile. Kilichobadilika amejua kusudi la almasi. Kuna watu wengi wanayachezea maisha yao kwa sababu hawajui kusudi la maisha yao. Mungu akikufunua akili na ufahamu, ukaanza kuyaona maisha zaidi ya hali ulionayo. Hivi unajua kuna watu wanaona maisha anaona maisha kwa jicho la hali alionayo. Mimi sina hela. Akiangalia nyumbani kwao, kijijini kwao, akiangalia mimi nitakuwa sinaga maana yoyote huku duniani. Hakuna asiye na maana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ameweka vitu vya thamani. Ngoja nikupe mfano mmoja. Ukiona nyumba ina thamani, thamani ya nyumba ni kwa sababu ya mwenye nyumba. Thamani ya nyumba sio kwa sababu ya nyumba yenyewe. Thamani ya nyumba ni kwa sababu ya mwenye nyumba. Kwa bila mwenye nyumba kuwa wa thamani sana, nyumba haiwezi kuwa ya thamani. Ukiambiwa mjengee labda kuna mzee mmoja analala hapo mtaani. Una uwezo wote wa kifedha, wote. Yaani hela sio tatizo. Ukaambiwa mjengee huyu mzee nyumba apate pa kujihifadhi. Utajenga, si ndio? Alafu
ukaletewa rais wa nchi, kaambia mjengee rais wa nchi nyumba, utajenga, si ndio? Zote zinaitwa nini? Lakini zitakuwa zimefanana. Ya rais itakuwa ya thamani kubwa. Kwa nini ya rais ina thamani kubwa? Kwa sababu ya thamani ya mtu. Sasa ngoja nikueleweshe huu mfano. Watu wengi hawajui thamani walichobeba. Ndio maana kuna mtu anaweza akajirahisi maisha. Kuna mabinti wengine akipewa kiasi fulani cha hela yuko tayari kuutoa mwili wake. Labda mwingine yani autoi kwa sababu tu ya bei haijafika, ambayo anaamini ndio thamani yake. 10,000 asa 10,000. Amenionaje? Lakini dau lipa 100,000 asa na 100,000. Milioni 1. Milioni 5 asa sitoba ipo. Kuna mtu kiasi fulani kikija asa toba ipo. Ikipanda zaidi asa damu ya Yesu inatosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Muulize jirani yako, wewe bei gani? Sasa ngoja nikutazamishe. Kila mmoja hapa ana figo 2. Kila mmoja ana figo ngapi? 2. Yaani wewe hapo ulipo una figo ngapi? Bei ya figo moja ni milioni 200. Figo hii kwa unataka ukafanya biashara. Bei ya figo moja ni milioni ngapi? Kwa wewe tu hapo, kama wewe ni figo zinazotembea, wewe bei gani? Milioni 400. Damu. Kwa mfano mtu ambaye figo zimekufa anatakiwa abadilishiwe damu. Anatakiwa abadilishiwe damu mara 3 kwa wiki. Na kila anapobadilishiwa ni 3,500. Kwa wiki, bili ya damu yako kwa wiki ni milioni 1. Bili ya damu kwa wiki. Kwa mwezi ni milioni 4. Bili ya damu yako kwa mwaka ni milioni 50. Bili ya damu yako kwa mwaka milioni 50. Haya, twende. Moyo unauzwaje? Moyo bei gani? Ubongo? Ubongo shinga? Mweze jana kwa wewe bei gani? Unaona ambavyo tunajishusha thamani. Sasa mtu anajiangalia bei yake kwa kuangalia account. Account yenyewe haina kitu. Wewe ni zaidi ya account. Bwana asifiwe sana. Sasa hiyo nilioelezea sio wewe, ni nyumba ya wewe. Ndio maana nimekutoa kwenye ule mfano wa rais na nyumba ya rais. Yaani chenye hiyo thamani ambacho kinasababisha hiyo gharama yote ya huu mwili. Sio mwili wenyewe, ni yule aliyeko ndani ya mwili, ambaye ndio roho. Yule ambaye tumesoma Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Ndio maana siku huyo mwenyewe sasa akiondoka, hiyo figo ya milioni 400, hizo milioni 400 ni masaa 24, masaa 48, masaa 72 zinageuka kuwa udongo. Kwa hiyo unagundua thamani haiko kwenye hizo figo, thamani ziko kwa yule aliyeko ndani. Na kwa nini ana thamani kiasi hicho? Ni kwa sababu ya kile alichobeba. Kwa acha kujiona asiye na thamani, kwa sababu Mungu amekuona una thamani kiasi cha kukuweka kwenye nyumba ya aina hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kukithamini kitu ambacho hujajua thamani yake na ambacho hujajua kusudi lake. Kwa kusudi ndio linasababisha. Na hii mtu akiwa na huu mtazamo, maisha yake yatageuka. Biblia inasema pasipo maono watu wacha kujizuia. Hivi unajua kwa nini watu wengi wanaishi ovyo? Hawana nidhamu, hana nidhamu ya muda, hana nidhamu ya marafiki, hana nidhamu. Kwa nini? Hajui alichobeba. Haoni alichobeba. Kwa watu wengi wanaishi maisha yasiyo na nidhamu kwa sababu hawajijui walichobeba. Lakini mtu akijua alichobeba, ghafla kutakuwa na nidhamu. Kwa sababu kiwango chako cha kujizuia na cha nidhamu kinategemea unaona nini mbele yako. Kinategemea kusudi lako. Kuna watu akipewa ofa, yani
tuseme hakuna, kila kitu sio dhambi. Yaani asema Bwana wa majeshi, kila kitu sio dhambi. Kuna watu hana jambo lingine lolote litakalomnidhamisha. Hana jambo lingine. Yaani kinachomfanya tu awe na kanidhamu fulani, dhambi, jehanamu. Lakini hana ni jambo lingine ambalo litamnidhamisha. Na haipasi kuwa hivyo. Kinachokufanya uwe na nidhamu ya maisha kinapaswa kuwa ni kusudi ulilobeba. Basi. Na hapa ndio kuna tofauti ya mwanafunzi shuleni. Kuna mwingine anasoma kwa sababu kuna kiboko asiposoma. Kuna mwingine anasoma kwa sababu kuna mahali anajiona. Na pale anapojiona anaona panahitaji elimu. Huyu hata waseme hata usiposoma hutachapwa, huyu ataenda kusoma. Lakini huyu mwingine usiposoma hutachapwa, analala. Na ndivyo tulivyo tofauti. Mungu atusaidie na atufungue macho yetu, tuone kile tulichobeba na tuanze kuishi kwa nidhamu, ili tuelekeo kwenye uelekeo tunaotakiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu, na nitaishia kwenye hili, nafikiri na muda utakuwa umeisha. Jambo la tatu, urefu wa maisha yako umefungwa kwenye kusudi lako na maagizo binafsi yanayoambatana na kusudi. Urefu wa maisha umefungwa kwenye kusudi na maagizo binafsi yanayoambatana na kusudi. Kila kusudi lina maagizo. Kila uumbaji au utengenezaji wa kitu huwa unasababishwa na kusudi fulani. Na kila uumbaji na utengenezaji wa kitu huwa unaambatana na maagizo ya kile kitu. Na yale maagizo ndio yanaamuaga urefu wa maisha ya kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii hapa ni speaker. Imetengenezwa kwa kusudi fulani na ina maelekezo na maagizo yake ya matumizi. Na urefu wa maisha wa speaker hii unategemea maagizo na matumizi yake. Ikitumika nje ya maagizo na nje ya makusudi, itapoteza maisha. Bwana asifiwe sana. Ngoja nikupe mfano mzuri mwingine. Kuna dakika zimeongezwa. Kwa mfano, unaona hii chupa. Hii chupa imetengenezwa kwa kusudi, si ndio? Kusudi la hii chupa ni nini? Kuhifadhi maji. Lakini kiuhalisia, tukienda zaidi, kusudi la hii chupa ni kuhifadhi vimiminika. Kwa sababu inaweza ikahifadhi maji, inaweza ikahifadhi maziwa, mafuta na nini. Lakini tukienda ndani zaidi ni kuhifadhi vimiminika baridi. Sawa? Na hii chupa kwa kusudi lake ni kuhifadhi vimiminika baridi. Hii chupa ina maagizo yake. Moja ya maagizo, japo hayajaandikwa lakini yapo, usiweke vimiminika vya moto. Usiiweke kwenye moto. Isikae sana kwenye jua. Ndio maagizo yake. Na hayo maagizo yana muunganiko na urefu wa maisha ya chupa. Kwa hiyo, ukichukua hii chupa na kutumia baada ya kunywa ya maji, ukawa unatumia unaweka maji mengine, itakaa mwaka wa pili, mwaka wa tatu. Au ukawa unatumia kuwekea labda mafuta tu ya moto au ya kawaida au maziwa, itaonekana kuchakaa, lakini itaendelea kudumu. Inaweza kaa hata miaka 3, miaka 4, miaka 5. Bwana asifiwe sana. Sasa jaribu kuchukua hii chupa, baada ya maji kuisha, chemsha mafuta ya moto sana, alafu mimina ndani ya chupa. Nini kitatokea? Itayeyuka. Imeyeyuka kwa sababu mwisho wake umefika. Kwa sababu imetumiwa vibaya. Kwa sababu ya matumizi mabaya. Na ndivyo ilivyo. Hivi unajua sio kila anayekufa amefika mwisho wa maisha. Kuna watu wengi wanakufa kwa sababu ya matumizi mabaya ya maisha yao. Wengi tu. Anatumika nje ya kusudi, anakufa. Kwa sababu labda nitaeleza mbele,
unapotoka nje ya kusudi, umetoka nje ya ulinzi. Hakuna ulinzi wa Mungu mkamilifu nje ya kusudi la Mungu. Ndio kuna mtu anaweza akawa anachofanya ni cha Mungu kabisa, lakini nje ya kusudi, na akafa kabla ya wakati. Yaani Mungu amemuita kuhubiri eneo fulani, ndio kusudi lake, kusudi lako mahali fulani. Yeye akaona pale hapalipi, akalazimisha mahali fulani. Na kule sio kwamba ameenda kuuza baa, ameenda kuwa mhubiri kule pia, nje ya kusudi. Maana yake mashambulizi ya eneo lile hauna ulinzi nayo. Kwa hiyo unaweza ukashangaa tu yanamuondoa, anakufa kwa sababu ametoka nje ya kusudi. Kwa sababu unapotoka nje ya kusudi, unahatarisha ulinzi wako. Unahatarisha ulinzi wako. Ni kama tu chupa hii ikianza kutumika nje ya matumizi. Kuna watu wengi leo maisha yao yameharibiwa kwa sababu ya kutotumika kwenye mstari wa kusudi lao. Labda amefuata mkumbo, au ameona kama hailipi, ameenda uelekeo mwingine, ametoka nje ya maagizo, na mwisho wa siku maisha yake yamekatizwa au yameharibiwa. Kwa sababu urefu wa maisha ya mtu unategemea na maagizo binafsi, unategemea na kusudi na maagizo binafsi. Kwa kutofanya kile ambacho umeumbwa kufanya, kuna uweza kabisa kufupisha maisha yako. Kabisa kufupisha. Ni njia mojawapo ya kufupisha maisha yako au ya kile unachokifanya ni kufanya nje ya kusudi. Ndio njia rahisi ya kufupisha maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Iko mifano mingi. Ukitaka kuelewa, ukirudi nyumbani, chukua bakuli la plastiki. Si linaweza kuhifadhi maji? Alafu mimina mle maji. Alafu nenda kwenye jiko. Sawa? La gesi au la moto, la mkaa, bandika pale. Alafu subiri kidogo. Utaelewa vizuri. Sasa huo ni mfano kabisa wa kimaisha. Ni mfano kabisa wa kimaisha. Moja ya kitu wakati roho zetu zinakuja ndani ya miili yetu, zilikuwa zimebeba kusudi, zimebeba na maagizo ya nini tunatakiwa kufanya. Kimsingi zimebeba hadi ya maagizo ya mwenza wako. Roho yako inajua mwenza wako sahihi. Ndio kuna mtu mwingine ukiangalia kila kitu kiko sawa, roho inakataa. Sasa mbona ameokoka, mbona ana hela, mbona anaonyesha upendo, roho inakataa. Roho sio kwamba yule mtu inawezekana hata sio mbaya, ila roho yako inajua huyo sio mwenza wako sahihi. Amwezi kutumikia kusudi, hawezi kutimiza kusudi ambalo wewe umebeba. Unajua kuna mwingine ni lile kusudi tu ndio linamkataa. Sio mbaya, ni mzuri kabisa, na anaenda anapata mwingine, wanaishi vizuri. Kwa sababu roho yako ina maagizo mpaka ya mwenza wako. Ila sasa mwenzangu na mie, ukishaona shape, basi hausikilizi roho tena. Au ukishaona hela, basi. Lakini roho inajua, naomba usinipeleke huko. Ni kama chupa inapiga kelele, usiniwekee mafuta ya moto, usiniwekee mafuta ya moto. Unamimina tu, si anaingia. Haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kuna vitu ambavyo sio dhambi. Nimesema maagizo binafsi. Kuna vitu ambavyo sio dhambi, ila roho yako inakukataza. Ukiangalia wengine wanavifanya, ila wewe unazuiliwa. Na hapa ndio changamoto inakuja. Changamoto inakuja wapi? Mtu akizuiliwa yeye anafikiri ni zuio la wote. Hapa ndio problem inakuja. Na kuna mwingine unamwona nywele zake kipilipili hapa, kazuiliwa yeye. Kwa kila asiye na kipilipili anasema wajiana miule. Ngoja nisiende upande huo. Bwana asifiwe sana. Kusudi liko very specific. Linaweza likaniamulia mimi lifestyle ya kutofanya vitu fulani ambao linawaruhusu watu wengine. Sasa ni mimi nikikosa ufahamu, ninalazimisha cha kwangu kiwe cha wote. Cha kwako ni cha kusudi ulilobeba. Kaa hapo wewe. Ngoja nikupe mfano wa kimaandiko. Unajua kusudi lilimwamulia Samson usinyoe nywele. Sasa Samson anasema wanaume wote hamna kunyoa nywele.
wanaume wote walikuwa wanaruhusiwa kunyoa nywele isipokuwa Samson. Au Samson angesema mbona wengine wananyoa? Unajua watu ndio wanaharibugi maisha yao hivyo hivyo. Ndio wanaharibu hivyo hivyo. Mungu anampa maelekezo. Wewe kwa sababu ya kile ulichobeba, kila wiki siku zako za kula ni 2 tu. 2 tu, zingine utafunga. Anaenda Mungu, mbona wengine wanakula? Kula sio dhambi. Lakini kama kusudi lako linataka hivyo, aidha kwa muda fulani, usipotii litakupiga. Kunyoa nywele sio dhambi. Lakini kusudi la Samson lilikuwa linamtaka akae na nywele zake. Siku aliponyoa ndio siku ya mauti yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hakikisha unasikiliza roho yako vizuri, kwa sababu roho yako inajua kile ulichobeba na roho yako inajua makatazo yanayohusiana na ulichobeba. Kwa hata kama hayo makatazo mwingine hayaishi, usimhukumu, lakini pia usilegeze makatazo yako kwa sababu mwingine hayaishi. Endelea kusimamia yale makatazo ya roho yako, kwa sababu yale yanaenda kimaalum na kusudi lako. Amen. Ndio maana unamuona Samson anazuiliwa kunyoa, lakini wengine wote wanaruhusiwa. Ukiangalia waamuzi wote waliopita na waliofuata, hakuna muamuzi yeyote ambaye aliambiwa usinyoe nywele, na hakuna muamuzi yoyote ambaye alipoteza nafasi yake kwa sababu ya kunyoa nywele isipokuwa Samson. Kwa sababu gani? Kila alichobeba Samson kilikuwa kina muunganiko na agizo la nje la kimwili. Na watu wa Mungu, kusudi ni la kiroho, lakini kila kusudi lina maagizo ya kimwili. Hakuna, kwa sababu sisi ni viumbe wa roho tunaoishi mwilini. Pamoja na kwamba kusudi la kiroho, makusudi yana maagizo pia ya kimwili, mwilini. Kwamba kwa kile ulichobeba usifanye hiki. Kwa kile ulichobeba uwe na maisha haya. Kwa kile ulichobeba uwe na maisha haya. Amen. Unamwona mtu mwingine anaitwa nabii kijana na nabii mzee. Si ndio tunafahamu story yake? Nabii kijana anapewa kusudi la kupeleka ujumbe mahali fulani. Anapewa na maagizo kwamba hiki ulichobeba, akitaki chakula usile, akitaki usalimiane na watu. Sasa sidhani kama inaweza ikatokea kwamba eti usisalimiane na watu, mtu wa Mungu. Hiyo ilikuwa ya kwake, sawa? Ila inaweza ikwambia usiongeongee ovyo. Na hiyo wale waongeaji sana ndio inawabana. Ambia hiki ulichobeba punguza huu. Kuna mtu mmoja anasema aliambiwa usiongeongee ovyo. Akaongea, anasema ilikuwa kila nikivunja lile kusudi lazima nijiume. Na kidonda kitantesa. Wakati inantesa nakumbushwa, niambiwa usiongeongee ovyo. Bwana asifiwe sana. Kwa nabii kijana akaambiwa usisalimiane na watu. Akaenda akapeleka ujumbe. Kamaliza. Wakati anarudi anakutana na nabii mzee. Nabii mzee anamkaribisha chakula. Akamdanganya, akaenda akakaa kala. Kwenye ile meza hakuwa peke yake, walikuwa wengi. Walikula wengi. Lakini aliyekufa ni peke yake. Kwa sababu gani? Kusudi lina maagizo binafsi. Kuna watu kwenye makanisa yeye ndio amepewa agizo, lakini kwa sababu wengine hawafanyi na yeye anapuuza. Kuna mwingine kabisa wewe utahakikisha kila ibada wewe ndio unasafisha kanisa. Sasa anachoka, mbona wengine hawafanyi? Mbona kila siku mimi mwenyewe? Kama ni agizo lako ndugu yangu, wengine wanaweza kuacha na isiwe shida, ila wewe ukiacha ni tatizo. Kwa hakikisha unajua maagizo yako binafsi na usiache kwa sababu tu ya mwingine ayafanyi. Hayo maandiko unaweza kuyaona kwenye Wafalme wa kwanza sura ya 13 mstari wa 7 mpaka mwisho, au sura ya 13 yote. Sura ya 13 yote unaweza ukaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 4, na nitaishia hili sasa nafikiri. Jambo la 4, umri wako hauzuii kulijua na kulitumikia kusudi. Umri hauzuii. Kuna watu wanasema yani natamani ningejuaga nikiwa na miaka 18, 17. Umri hauzuii.
ukijua mapema ni nzuri sana, lakini hata kama ukujua mapema, pale pale ulipojua, pale pale unaanzia. Amen. Umri hauzuii kujua na kulitumikia kusudi, kwa sababu Mungu anaweza kurejesha miaka iliyoliwa. Unajua umri mbele za Mungu sio tatizo kubwa, kwa sababu mtu anaweza akajua kusudi lake akiwa na miaka 60, alafu Mungu akamjalia kuishi miaka 110 na asiwe dhaifu. Unajua shida tu ni ukizeeka afu ukawa dhaifu. Lakini kama ukizeeka ni namba tu ya miaka, una nguvu zako, unaweza kufanya vyote. Kwa umri hauzuii. Una nafasi sasa ukiwa na umri mdogo, usisubiri baadaye. Tafuta kulijua, anza kuliishi. Hauna nafasi, umri umeenda, usipate shida. Tafuta kujua, anza kuishi. Unaanzia pale pale. Unaanzia pale pale. Niliwahi kusikia story ya mtu mmoja aliokoka akiwa na miaka 72. Ni mama tena. Akiwa na miaka 72. Na alipookoka tu akajua nimechelewa, na akaomba Mungu, akamwambia Mungu, najua umri wangu umeenda, lakini nisaidie ili nisipoteze muda, nijue kitu changu kimoja tu ambacho uliniumba kukifanya. Kimoja tu. Kwa miaka yangu yote nitakifanya. Yule bibi akajua kwamba Mungu alimuumba kuhudumu uponyaji. Kwa anasema akaanza kufocus na hicho kimoja tu. Kazi yake ni kuombea wagonjwa. Anasema akawa anajitoa kwa kiwango chote. Unajua alifanya kazi kwa miaka 10 akafa. Lakini wakati ule wa miaka 10 alifanya kazi ambayo hata wengine waliokaa miaka 30-40 hawakufanya. Kwa sababu ilifika mahali kwenye eneo lake, kila ugonjwa unaoshindikana hospitalini, madaktari wanamrecommend pale. Ilikuwa kama hospitali ya rufaa. Pale kwa yule bibi ukienda utapona. Mtu ambaye amejua kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa umri hauzuii, unaweza ukaanzia pale pale. Hivi unajua Ibrahimu ameanza kuliishi kusudi lake akiwa na miaka 75. Miaka 75 Ibrahimu. Tena unajua miaka 75 alikuwa anaishi kwa baba yake na mama yake. Ndio Mungu anamwambia toka wewe. Yaani ilibidi Mungu aseme ndio Ibrahimu atoke kwao. Mzee Ibrahimu. Lakini alitumika vizuri. Unaona leo ndio baba wa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu anao uwezo wa kurejesha miaka iliyopotea. Hata kama unahisi ulipoteza muda, ulipoteza hiki, Mungu anao uwezo wa kurejesha kila ambacho kilipotea, na ukaanza pale pale ulipo, na bado ukatimiza kusudi lako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Niongezee pointi moja ya mwisho. Kwenye kusudi lako ndio uwanja wako wa nyumbani, au ndio comfort zone yako, ndio uwanja wako wa nyumbani. Kwenye kusudi lako ndio uwanja wako wa nyumbani. Na maanisha nini? Kwenye kusudi lako ndio mahali ambapo utatumika na uhuru na amani na moyo wako wote. Na hiki ndio kipimo kimojawapo cha kama unachofanya ni cha kusudi lako au umedandia. Amani, uhuru wa moyoni. Sasa unajua kuna watu wengi wanafanya vitu kwa sababu ya hela. Mungu hajatuumba tutafute hela. Mungu ametuumba tuliishi kusudi. Ukiliishi kusudi, kusudi litaleta hela. Na njia rahisi ya kufanikiwa na kufanikiwa kwenye eneo la hela ni kuliishi kusudi lako. Na ndio hautapambana. Yaani au pambani kufanya kusudi lako. Kusudi sio kitu unapambana kukifanya. Kama unachokifanya ni mpambano. Unajua kuna watu yani anachokifanya anapambana mpaka mwisho. Cheki vizuri. Kitu cha kusudi sio cha mpambano. Simaanishe tu sio cha bidii, kufanya bidii. Sio ninachomaanisha. Hivi unajua unaweza ukawa unafanya kitu kigumu kwa wengine, lakini kwa sababu wewe ni cha kwako unakifanya bila mpambano. Hiyo ndio ninayoongelea. Sasa haimaanishi vitu vya kusudi ni rahisi. Lakini kwa sababu ni kitu ambacho kinatoka ndani yako, hakina mpambano.
kwa sababu ni kitu ambacho ni cha kwako, utakuwa na wepesi wa kukifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Daktari, unajua madaktari wanafahamu kuna operation nyingine, kuna daktari mmoja tulikuwa tumeenda kumuona kuhusiana na ilikuwa ni operation ya uzazi. Katika kumojioji tukamuulizia kuhusiana na kazi yake hiyo na nini. Sasa una kazi ngumu. Akamwambia mke wangu, asema, kwani kusonga ugali ni jambo gumu kwako? Akasema sio gumu. Sasa mimi kwangu hii ni kama tu kupika ugali. Kwa sababu gani? Ni kitu chake. Sasa mtu mwingine akipewa tumbo pasua anachanganyikiwa, lakini yeye ni cha kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndicho ninachomaanisha, kikiwa kitu cha kwako ni kitu ambacho unakuwa ni kama uko nyumbani ukiwa unakifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano mimi binafsi hiki ninachokifanya, mimi sioni kama kuna kazi nzuri kama hii. Dunia hii haipo. Yaani hii ndio the best. Kwako unaweza ukaona nahangaika, lakini kwangu mimi sioni kama nahangaika. Mimi naona naishi, yani nafurahia maisha. Sasa ndivyo ambavyo inavyotakiwa kwa mfanyabiashara. Tafuta biashara ambayo ukiwa unaifanya wewe mwenyewe unafurahia. Sasa kuna watu tangu anaenda kazi kwenye biashara yake anatukana, biashara yenyewe tabu tupu. Tangu anaenda anaitukana, akiwa anarudi anaitukana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila hela yake tu, yani anachofurahia ni ile hela tu. Kama unafanya kitu cha aina hiyo, yani kinachokufurahisha ni hela tu unayopata, rafiki yangu, ni shida kubwa. Tafuta kitu kingine. Kwa sababu utakuwa unachoka, utakufa kabla ya wakati. Lazima ufanye kitu ambacho moyo wako unakipenda, moyo wako unakifurahia. Kwa sababu hilo ndio kusudi lako. Kwenye kusudi lako ndio uwanja wako wa nyumbani. Ndio mahali ambapo unakuwa na hali, yani moyo, akili, ufahamu, amani, vyote vina support kukifanya hicho. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndivyo Mungu amedesign maisha. Mungu ndivyo ambavyo amedesign maisha. Amedesign maisha tuishi kwa namna hiyo. Ugundue kitu ambacho ukiwa unakifanya, hata yani sio mpaka kikupe hela. Hata kabla akijakupa hela, wewe mwenyewe umeshakifurahia. Sasa kikileta hela inakuwa ni zaidi. Kwa hiyo ni rahisi kuongeza bidii, kufikiri zaidi ili kiweze kutanuka na kuongeza kipato. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atupe neema kwenye semina hii, kwenye wiki hii, atufungue fahamu zetu ili tujue kwa nini tunaishi na tuanze kuyaishi makusudi yetu katika jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki. Muda umeisha, nitaendelea tena wakati mwingine. Asante.